used to be as the heading. And I thought I'm going to speak on a topic, death is not the end. Then another one came, and the next one. In this place. Hallelujah. Hallelujah. Niongee kwa Kiswahili. Simama kwa miguu yako, piga makofi na pigia Yesu shangwe na vigelegele. Hallelujah. Jamani. Amen. I see more than 20 sons of God. Chosen generation, a royal priesthood in this sanctuary. I can just hear claps of 2 people. Amen. If you are a son of God, give a shout to the Lord. Jesus. Hiyo ilikuwa ya sons of God. If you are a royal priesthood, if you are chosen generation, wafalme makuani, just shout to the Maker. Hallelujah! Somebody nimeona wema wako, nimeona fadhili zako. Nimeona wema wako, nimeona fadhili
nasema asante. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako we Bwana, nasema asante. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako we Bwana, nasema asante. Asante, asante, wewe ni mwema. Asante, asante, nasema asante. Asante, asante, wewe ni mwema. Asante, asante, nasema asante. Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Ewe Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Sema Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Weka mikono yako juu. Jesus. Piga makofi kwa Yesu. Ai. Bwana, wewe ni mwema. Ni kwa wema, ni kwa wema wako tu, hatuangalii. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Ni kwa wema, ni kwa wema wako tu, hatuangalii. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Umejaa msamaha, huruma na upendo. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Umejaa msamaha, huruma na upendo. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Ni kwa wema wako tu, hatuangalii. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Ni kwa wema wako tu, hatuangalii. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Umejaa msamaha, huruma na upendo. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Zaidi ya yote, baki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe. Zaidi ya yote, tabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, wewe tabaki zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe. Zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu.
Mungu, Alfa na Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Haleluya. Nisetie hiyo kitu vizuri please. Vizuri. Beat style, beat. Haleluya. Kama si Mungu tungekuwa tumeuawa na maadui zetu tukiwa. The Bible says if it is not God, our enemy would have buried us alive. Haleluya. Kwa sababu ya wema wake leo tunataka tu tumwambie ni asante. Haleluya. Hatutaki tumwambie leo tunataka gari. Gari ni ya kesho. Ukimwambia asante analeta hata gari. Shukrani ikifika, the Bible says when his praises goes up, his glory comes down. Higher, higher, higher. When his praises goes up, his glory comes down. Higher, 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 higher. When the presence goes on, your glory comes down. higher, higher. Higher, higher, higher. When your presence goes on, your glory comes down. Higher, higher. Higher, higher, higher. When your presence goes on, your glory comes down. Jesus, higher. Higher, higher, higher. When your presence goes on, your glory comes down. We raise our praise. Higher, higher, higher. When your presence goes up, your glory comes down. Need Jesus, higher. Higher, higher, higher. When your presence goes up, your glory comes down. 3, 2, 1, let's go. Alafu unaweka mkono moja hapa juu. Unaenda tu namna hii. Weka juu.
sadaka nzuri ya makofi. Amen. Inua tu mikono yako namna hiyo. Inua mikono yako tu namna hiyo. Inua tu mikono yako hivyo. Baada ya dakika chache neno la Mungu linakuja kwa nguvu sana. Amen. Inua tu mikono yako, mwambie now God speak to me. Tumemsifu Bwana. Mwambie Bwana zungumza na moyo wangu kwa jina la Yesu. Every time and every hour nasema be sensitive, because ikiwa hutaweza kupata nafasi jinsi ambavyo umepata nafasi ya kuabudu, ninataka tu jamani connect your spirit. Kama vile ambavyo Safaricom inakuwa mwaminifu na inasema mteja unayempigia aptikani. Je, huyo Mungu wa mbinguni ambaye leo hii tuko hapa, sauti yake hakuna siku inasema yeye ni mteja, lakini kile ambacho tu yeye anataka tu ni kukusikia tu. Fungua tu kinywa chako, mwambie God speak to me. Bwana, ni wakati ambapo Bwana ninaruhusu Roho wako Mtakatifu ahudumie moyo wangu. Roho wako Mtakatifu ahudumie hitaji langu, maana Mungu anajua vizuri sana kile unachohitaji. Ni ombi la moyo wangu, mwambie Bwana nisaidie kwa jina la Yesu. Fungua tu moyo wako, fungua moyo wako, fungua moyo wako, maana Mungu wa mbinguni yu tayari kuzungumza na wewe, yuko tayari kukusaidia, yuko tayari. Na niposa ninashukuru Mungu kwa sababu ya mtumishi wa Mungu. Kila wakati na kila saa anatuambia ya kwamba mruhusu Roho wa Bwana kushike mkono, maana huyo Mungu akikushika mkono hakuna siku atakuachilia. Asubuhi ya leo ni vizuri vile ambavyo tuko mbele za Bwana, na kwa neema hiyo, na ninahisi katika ulimwengu wa kiroho ya kwamba tuko, mbingu ziko wazi. Bwana Yesu yu tayari kuhudumia maisha yetu. Can you speak to God? Mwambie Bwana, nafasi hii Bwana ambayo Bwana imebaki tu, Bwana Yesu nena nami. Nena nami katika jina la Yesu. Zungumza na moyo wangu, maisha yangu Bwana yakabadilike kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Wakati tumekuwa hapa kwa maombi, nimewambia ya kwamba ni vizuri unamwambia Bwana, kama siku ya leo vile ambayo Bwana ni mpya kwenye maisha yangu, ufanye upya moyo wangu tena, ufanye upya usikizaji wangu upya kwa jina la Yesu. Tafakari tu wema wa Mungu. Ambia God speak to me. Kama Bwana amekupatia neema hata ya kuspeak in tongues, ni vizuri kumwambia Roho Mtakatifu take over. Roho Mtakatifu chukua nafasi kwa jina la Yesu. Roho wa Mungu chukua nafasi Bwana katika jina la Yesu. Open your heart, fungua moyo wako. Fungua moyo wako, fungua moyo wako kwa jina la Yesu. Jesus, you are worthy. Laiti Bwana Yesu angekusaidia. Laiti Roho Mtakatifu angekuwezesha kuelewa jinsi ambavyo amebeba kila kitu chako. Jesus. Thank you, Jesus. Nakuabudu maana niwe Bwana. Nakuabudu maana niwe Bwana. Nakuabudu maana niwe Bwana. Nikuitapo Bwana nashuka. Fungua kinywa chako. Nakuabudu. Open your lips, mwambie Kuabudu Bwana. You are the master, you are the king. You are the holy, you are the Kuabudu holy. Yesu. Kuabudu kuabudu Yesu, kuabudu Bwana.
mikono yako juu. Nikuitapo Yesu, Mwabudu huyo Mungu. Nikuitapo Bwana, Mwambie Yesu shuka sasa. Mwambie Yesu shuka. Mwabudu Shuka. Mwambie shuka. Wewe tu. Mwambie ni wewe tu. Mwambie ni wewe shuka. Mwambie ni wewe. Mwambie ni wewe shuka. Mwabudu Yesu, mwabudu Bwana. Nikuitapo Bwana, nikuitapo Bwana, unashuka. Nakuinua, nakuinua Yesu Bwana. Nakuinua Yesu, nakuinua Bwana. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu, niko hapa mida hii ya dhuhuri kutafuta mkono wako, kutafuta Baba. Kinywa chako nataka kusikia sauti yako. Nimekuja hapa nataka kusikia sikio lako. Nimekuja hapa Baba ukanishike mkono. Nimefika mwisho, nimefika mwisho. Mwambie nimefika mwisho. Kufika kwako mwisho ndio mwanzo wako na Mungu. Yuko tayari, yuko mahali hapa kumuinua mtu hapa. He's already here to lift up somebody's soul. Yuko hapa kubadilishia maisha yako. Yuko hapa abadilishe jinsi walivyokusema ya kwamba hautafaulu. Yuko hapa kusema utafaulu. Walivyokusema hauwezi kumudu jambo lolote lile. You are here. He is here to bless you. He is here to bless you. He is. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. We thank you. Thank you. Thank you, Lord. Ori mashendere. Oro moshandolo saya katandolo saya yana. Rekata ya la bobo sekendere. Oh yanda mama shandala. Open your lips, open your lips, open your lips. We bless you, Lord. We worship you, we worship you. Tunakuabudu masendere. Ora mama bobo shendere. Ori na shankantara baba mama shendere. Ori na baba mama shankantara baba sendere. Unakayere bobo sendere. We worship you, Lord. We worship you. We bless your name. We worship. I worship you, Father. You are the mighty. You are the King. You are the Jehovah. Elohim. El Shaddai. You are. El Shalom. You are. Holy Baba. Wekagoryo kwenda ngai muthamaki wothe ni waku Baba, onekanira ciana ciaku ngai. We niwe muthamaki wa thamaki, we niwe muthamaki Baba, athamaka guku thamaka. Thamakira ngoro citu, thamakira ngoro citu, ririkana ngoro citu, ririkana ngoro citu, ririkana ngai meciria maitu Baba. Wekaga no kahingia no gakinyanĩria. Tuhotanire ngai. Tutire na hinya tutire na ũhoti Baba. We niwe mwene hinya wothe, we niwe mwene ũhotani. We niwe wĩhingagia na ũgakinya ũrĩa wothe kwagĩrĩire. You are the master, you are the king, you are the Jehovah, you are the Nisi. Rebaya kontayare terebo tayara nana. Rememeze kendere boshi tayarolo.
You are the King. Ore Mohontani, Ore Mohontani, Ore Mohontani, Ore Mohontani. Yeshua HaMashiach, we love you, we love you, Lord. Zeketerebo yando yashinda mama yakanda yarana mama zeketerebo unana mama rokororo oda maki gai oda maki baba oda maki Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We glorify God. You are the Master, the King of Kings, the King of Holiness. We worship you, Father. You are seated on the throne as you are stepping down on us, Father. Remember to touch our hearts. Remember to touch our minds. Remember, Father, we are all wicked. We are all fallen short of your glory. We need your hand. Without you, we cannot be able to make it. Without you, we cannot be able to achieve anything. Through your will, through your power, we are able to penetrate. We are able to succeed. We are able to win battles. Father, remember these children. Remember your sons and daughters. Remember your country, Kenya. Remember your people, the Kenyan people. They are crying to you. They are crying to you. If
and they know, Father, we have done wrong against your kingdom. Father, I seek forgiveness. Yes, Jesus. Remember, Father, we have come to surrender before you, that you may forgive us. You may cleanse us with the blood of Jesus. We have done all manner of things. We have run away from you. Yes. We have run towards the devil to worship him. Yes. We have gone to the Freemasons. We have gone to the Illuminatis. We have gone to the bad ways of worship. We have retrieved ourselves away from you. We are not worshiping you in our churches. We have neglected you. We have run away from you, God. We are seeking, God, that you may forgive us. I seek, Father, on behalf of the children of Kenya, that you may forgive us. Cleanse us with the blood of Jesus. Reunite us back to the kingdom and the glory of the kingdom. For it is in Jesus' name we pray. Somebody say amen. Amen. Thank you very much. You may be seated for that gracious moment. May God continue to guide you, to prosper you, and to make you win every battle that is ahead of you. I want to assure you today that already you are a winner. Already God has conquered all your fears. Already God has conquered those that have been surrounding you, those had an intention of fighting you. The battle is over. Tell your neighbor, the storm is over. Thank you very much. It may look like it is dark. It may look like bado jua ijawaka, but the storm is over. When the doctor declares that you go home, you are not healed 100%. They tell you, nenda nyumbani, ukapumuzike, ma utaendelea kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako sasa umeanza kupona. The medicine prescribed is working. Bwana Yesu asifiwe sana. But when they discover the medicine is not working, they will retain you. They will want to change. Waone kama dawa ita change. Maana the first dawa alikupatia haikufanya kazi. But the time it reaches, they wanaona dawa imefanya kazi. Unaambiwa nenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo, God is in control. God is blessing you. God is blessing this country, Kenya. And things will turn to normalcy. Bwana Yesu asifiwe sana. Things in the country will return to normalcy, and we will have God taking over. You know, when God takes over, it means that now God is managing. Now that the seat and everything is vacant, and it has been made so, what is happening to Kenya now? God is on the throne, seated on the throne, and he is executing the job of the government of Kenya. Hello? He is sitting on what? But unfortunately, what is happening around, it is not that which started. Sema is not which started. Because there is something that was started by God. The first demonstrations, the first 3 days were from God. But the rest of the demonstrations are not from God. The agents of the devil, the agents of the dark world have taken over because they want to puncture the process that God has started in this country. In Kenya, the process has been started. The process of purifying the country, purifying the people of the nation, purifying the politics, purifying businesses, purifying churches, purifying everything. So when they realize now the revival has officially been launched, they send their agents to come and distort the good plan of God. Hello? Ndio nasikia kuna goons, ndio nasikia kuna nini. Many things, people are breaking into shop. People of God, they don't do breakups. They don't go breaking shops. They don't destroy anything. People of God, they walk according to the plan. They are instructed, they are guided, they are propelled to do the will of God. But when you find that people now have turned into ways of the devil, then you find God is no longer into this. Bwana Yesu asifiwe sana. When God is no longer into this, it means now things will happen not as the way they were supposed to happen. They will happen in a wrong way, in a wrong way, in a plan that it is the will of the devil, not the will of man. Why did you sit there?
Walikunyima kiti, kuja nikupatie. Kuja. Chukua hiyo kiti wewe mami. Wewe. Kalia hii. Ondoa hiyo kiti yake hapo. Ondoa, mpatie vitu zake. Yeah, good. Watu sogeza hivi kidogo. Kibeti ni yako hii, amani yake. Hata sijaimuona na kibeti kama hii. Yes, good. Thank you. Therefore, today I want us to look at this powerful topic. Judge not. God is in it. Judge not. Don't look at that person because huyo mtu amekaa ni kama hafai, ni kama hajielewi. The Bible does not allow you to judge. The Bible does not allow you to do. Haukubalishi kusema hii ama kutoa maamuzi kwa sababu ya mtu fulani ama kitu fulani. Judge not. Even if all the whole country, 52 million Kenyans, they have all become prophets. Have you realized that? All the 42, is it 42 or 52? Whatever the population of Kenya, every person is now a prophet. Every person says, Ruto, the kingdom, udhamaki wa Ruto miaguka. Ruto ameenda, Ruto amefanya, serikali miaguka, serikali imefanya. Everybody is a prophet. And the way they are prophesying in a judging angle. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are a prophet of God, you don't judge according to a particular angle. You say as it is. Bwana Yesu asifiwe sana. And you say, this happened here, this happened here, this happened here, this happened here. This is the cause of this problem you are seeing. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is the most important thing I want to teach today, because many things that are happening in our life zimefanyika kutokana na mambo ambayo yametupelekea. Mudhuri Mwadhani Agosho, thank you very much. Thank you. Bwana Yesu awabariki sana. In the book of Matthew 7 verse 1 to 6, Matthew 7 verse 1 to 6, what the Bible means that we are not the judges of others. That is what I want us to discuss. Today, Wednesday is always a discussion. You can tukiwa katikati ya ibada unaweza inua mkono wako uulize swali. This is not preaching. On Wednesday I don't preach, I teach. Discuss together. Because I need you to even ask me a question. Hii nayo nilifanyika. How do you come out of it? Bwana Yesu asifiwe sana. But on Sunday I preach. Hello. On Sunday do what? When there is preaching, there is teaching. Those are two different things. There is preaching and there is teaching. And that's why normally encourage you on Wednesday, come we sit down, we preach, we teach. I teach you, you ask me questions. Because I touch many parts of your life that is affecting you. And mostly you discover what many people that come on Wednesday, they come because of that which God has prepared me to come and teach. So the Bible does not allow you to judge, does not allow you to say anything. Do not judge so that you may not be judged. The moment you become a judge, at the end of the day, you're also going to be judged. Bwana Yesu asifiwe sana. For with the judgment you make, you will be judged. And the measure you give will be measured unto you. Did you get me there? Everything, as now you accuse this lady, kwa sababu nywele yake imekaa madhogodhanio, unaanza kusema huyo ni mwenda wasimu, umemjudge. Meaning what will happen to you based on what you've said about her, it shall come back to you. That is fine that a church, when it begins to have many judges, many people who knows the problem of others, many people ambao wanaelewa huyu anakonda shida, huyu anaelewa, huyu anafanya, huyu alikuwa, utakuta most of them also are struggling in life. After what they judge, baada ya mazungumzo, baada ya maamuzi walioyafanya, utawakuta wote kanisa mzima unakuta is in judgment. Ndio unasikia the church is under judgment. Why? Because you made yourself to be judges, and that's why now God has come to show you how to become a judge and what are the repercussions of you being a judge. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't judge, but you do what? You help, you guide the process. You don't stand against it because you found me tukiwa na mama kama huyu tumeshikana na mkono, sasa unaanza kusema niliwakuta in a compromising position. Who told you?
to know the compromising and not the compromising. Who told you to know that wanafaa kushikana aje? Sasa kwa sababu ulinikuta tumeshikana in a compromising position, so ungetuonyesha which is not compromising. Utuambie msishikane hivi, shikane hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. That's the failure for you. Ukirealize wewe unaonanga makosa ya watu, ujue you're a demonic agent. If every time what you see ni makosa ya mtu huyu, ni makosa ya mtu huyu mwingine, then you are an agent. Because seeing the mistake is not a problem, but pronouncing the mistake is a problem. Advancing the mistake is a problem. Ukiona mimi niko na shida fulani, niko na matatizo ya kwangu, kuenda kuyatangaza ndiyo shida, lakini kuyaona si shida. Maana Mungu amekusababisha uone shida zangu, ukuje uniite, uniambie apostle, kuna tatizo liko hapa. The way ulikuwa unatembea, unajua venye ulikuwa unatembea hivi haikuwa mzuri, ilionyesha picha mbaya. Ungetembea hivi kama mtumishi wa Mungu aliyebarikiwa, ambaye amekombolewa. Unakanyaga chini ni kama inchi inaenda kupasuka. Sasa unaimenyerera pole pole, unatembea bila kutumia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuniambia ati niliona mhujeti kuisha radio. Ginya nenda meti ya moto nikonoka. Nimehia mariana mu. Bwana Yesu asifiwe sana. Then once you start discussing that issue, instead of producing a solution for that same issue, then you are worse than the issue you are discussing. And this is what has caused many of us to fail in our families, to fail in our businesses, to fail in our ministries, to fail in our way of life. Because once you become a judge, God runs away from you. He leaves you and tells you now, make your own decision. I'm not with you. Once you become a judge, God isolates you and he puts you away from himself. And that's why you are not able. Na maudomaria ile maneno utakuwa ukizungumza kila wakati, you will never speak anything positive, ni criticism. Na ukiona mtu kazi yake ni kukriticize, huyo mtu ako na tatizo, either mentally ako na kitu inaitwa dementia, ako ni mogoroki. Dementia ndio mogoroki. What's the difference between dementia na kogoroka? Dementia ni kusahau, na ile ya kogoroka sio madness. Hiyo jina mzuri, kuna jina mzuri ya hiyo. Mental disorder. Huyo mtu anakuwa na, ukakuta kila kitu unaona lazima ukriticize. Ukiona huyu mama venye amewacha hapa, ni criticizing. Sasa umeona huyu, una criticize huyu amewacha hapa, unakuja kwa huyu amefuga, amevaa t-shirt. Wa mama hawavai kuvaa t-shirt alafu iandikwe white hapa, inaonyesha matiti. Sasa anahama kwa huyo, anakuja kwa huyu kitambaa ya huyu. Unaona hii kitambaa inakaa ya Karasinga. Bwana asifiwe sana. Unakuja kwa hii nywele. Si unaona huyu nywele? Hii ni kama wale watoto wa Chelsea huko nje. Si mabe. You will never see anything good from anything. Whatever you see, the eyes for you inaonanga kitu negative. Haionangi baraka. Haionangi kitu kizuri. You will never come out with anything that is positive. Ukiona mtu amevaa kiatu ni mzuri, ni expensive, unasema sasa hata hiyo kiatu kiangalia, hata usiangalia vizuri hiyo kiatu. Si uliona pale mbele hivi kulikuwa na kitu kamechomoka hivi. Wewe huku fikiria uone hiyo ni nini? Si hiyo ilikuwa nyoka. Nani? Kwa sababu mtu amevaa kiatu expensive. Na hujakatazwa kuvaa kitu expensive. Mama amevaa kwa dress kamzuri kamefika mpaka huko chini. Takiugiri okay, hata kanida. Kesho amekuja na trouser. Naona ukitaka tuonie na huko duda. Ulia hiana. Nako na huyo ndio spirit ya umaraya. Unaona aradhi. Na sasa ameubwa hivyo. Sasa si uende utafute kisu tuchoga tutengeneze ndio akikae ataje kukaa kama maraya. Lakini kwa sababu hakuna siku utaona kitu kizuri, hakuna siku hata moja you will see anything good, because yourself you are a problem. Because you need yes to see but to rectify. This is how it is supposed to be done, and it's supposed to be rectified in a manner that it is peaceful, a manner that it is not going to plague you. I will know you are a bad person, but I will not bring you here. Wewe unajua wewe ni mwizi, wewe tika wewe ni mwizi, kepodo hiki kwa hiki mwizi. No, I need to rebuke him with what?
with too much love. To care for the heart. All what we need to do is to care for the heart. Bwana Yesu asifiwe sana. That is when you find, if you find a church like this one, the people, the discussions, the arguments zile ziko hapa nyingi ni za criticism, za kuzungumzia mtu, za kuzungumzia watu, za kusema anakuaga, because of the idoling. Watu wamekuwa idols, wanakuaga hapa, wanashidaga hapa. That's when nimeona siku hizi nimekuwa mkali, nikikuta umekaa chini hapa na kufukusaga. If you are not praying, tikitoko nitakufukuza pale, na nitakwambia usikanyage hapa tena, ukwete kabisa, because that is the breeding. Hapo ndio kuzaliwa kwa idleness. Sababu ataangalia aone za jensi, aone jensi akiteremuka apate nini. Kitu ya kwanza utapata ni maubwa na mabusi na nini sikifanya dating. Sasa unaangalia, unachukulia, unakaa kidogo, unaangalia hiyo, unaona hiyo ni mzuri. Ya ndovu inakuja, unaangalia, unaona ni mzuri. Ya panya inakuja, unaangalia, unaona hiyo ni mzuri. The next thing inakuja ya watu. Sasa kutoka hapo unaigiza macho yako mzuri. Maana sisi tunataka kuona. Tunataka kuona vizuri. Unajua huyu mama akienda pale atoe guo, akuja uchi, hakuna mwanaume hapa atamwangalia. Sisi wote tutaangalia hivi. Lakini the same mama akienda pale akuja na kamini skati kamefika hapa na kaguo kazuri kamefika, kila mwanaume kwa nyumba hii atamchugulia. Tutaedanisha na yeye pole pole baka mahali ataenda kukaa. Baka akikaa chini akifanya hivi awekelea hadi kachivuta kutaki mwanaume kinafanya nje. Na ni yule mama aliyekuja hapa akipita kiwa nini? Uchi. Because men survive on imaginations. Bwana Yesu, si mwanamke anakuwa beautiful. Hakuna mwanamke beautiful na hakuna mwanamke si beautiful. All of them, we are all the same. But men are driven by imagination. What una imagine ni nini kwa hapo ndani. Kwa hiyo mini skirt una imagine huyo mwenye amevaa mini skirt akikuja sasa akiwa uchi, wanaume wote anafanya nini? Because we are not real. Sema I am not real. We are not real, and we don't consume real. We don't consume realities. We consume monger. That is where we are all rumor mongers. Bwana Yesu asifiwe sana. Because much of your life is driven by rumors. Much of your life, your business, whatever you do is driven by rumor. You are not driven by a reality. You are not driven by what is existing. You are not driven by actuality of things. Utakuta lies. Utaweza aweka YouTube page yako mzuri uandike Jesus Christ is coming. Nobody will look at it. But this is how he died. Everybody will look at it. They want to know how he died. Bwana Yesu asifiwe sana. They want to know alikufa namna gani. They don't want to know Jesus is alive. They don't want how he survived, how he is existing. They don't want to know. But they want to know the negative part of your life. They want to know how you failed. They don't want to know how you succeeded. They want to know that aliaguka. Oh, haki, nilisema. That is what they want to know. They don't want to hear ati alisimama na kafaulu. They don't want to hear that. That is not part of their vocabulary. So don't be defined by your mistakes. The mercy of God is bigger than the mistake you made in life. Do not be defined by the mistake that you make. All of us, we make mistakes. All of us, tunafanya mikosa. Hakuna mtu hata mmoja, hata Yesu mmoja, si alifanya makosa. Si alikasirikia mtu na kaula mpaka saa hii hajaitoa matunda. Hiyo si makosa? Tuseme tu ukweli. Hiyo si makosa. Hata sile mtu usioneke mpaka saa hii hiyo mti iwezi toa matunda. Aliilani. Kwa sababu ya nini? Ya tubo. Walikuwa na njaa. Wakakuja wakaambiana ile mti iko na matunda. Wakaenda kufika huko haikuwa na matunda. Alifanya hasira zilimwijia na akalaani hiyo mti. Until today the tree has never produced a seed. Bwana Yesu asifiwe sana. So all of us we make mistakes. And that was Jesus wakati aliulizwa na disciples, tutakuwa tukiomba aje? He taught them a prayer that is not a complete, yani sio ile ya kufika mwisho. It is a continuous prayer that our Father who art in heaven,
thy kingdom come, thy will be done as it is done in heaven. Thy will be done as it is done in heaven. Forgive us as we forgive those who trespass us. Meaning, forgiveness is a process, a continuous process. Forgiveness, it is a daily thing. Every minute you need to forgive. Every second you need to forgive. Everything that you do, you have a mistake, you've done a mistake. You come and say, so and so is a murderer. Yes, he's a murderer. Yes, he killed, yeah. But how many insects have you killed? Ulipoingia hapa kwa barabara, umekanyaga sisimisi ngapi? Umeua ngapi? Vigiriri umeua ngapi? Were they not supposed to live? Did you create them? Umeua inzi ngapi zile zilikuja zikakula chakula yako? Uliua panya ngapi ambazo zilikuwa kwa nyumba yako? Were they not supposed to live? So when you are counting somebody murdering somebody, you also count yourself as a murderer, because you have done that which you cannot be able to. Whatever that you cannot be able to create, you are not supposed to eliminate it. Bwana Yesu asifiwe sana. So if we go to that line, ati huyu ameua, huyu hajaua, kila mtu ameua. Kila mtu hapa. Uliwadanganyaje? Wameulidieke. No, let's be sincere. Nyeje ni yako ama ni ya Mungu? Nyeje iko na uhai kama binadamu ama haina? Iko na macho kama binadamu kama haina? Iko na breathing system ama haina? So nyeje na mtu kuna tofauti? We are not different. Why did you kill that nyeje? Wavilioke kura dumu ukamwagilia mainzi kwa nyumba zote zikakufa, zikachukua miguu na juu hivi zikaenda. Why did you kill? Don't they deserve to live? Don't they deserve to live? They deserve to live. Bwana Yesu asifiwe sana. But you killed. And then you are here saying wale wauaji watahukumiwa. Hata wewe utaulizwa na Mungu, uliua kiumbe yako ama nyeje si kiumbe ya Mungu? Utaulizwa uliua kwa nini? You have to explain. Bwana Yesu asifiwe sana. The way you eat kuku, imechijwa, imekula, unashiba vizuri, unasikia kagogo ukauma kegamono kauma kororo. That the same thing when wanakuja kukula. Panya inapokula chakula, inafurahiki, inasemaka hiyo chakula ni mzuri. Negua. Mpaka mama amestuka, ameshitoka. Yeke noke hujoko inotoradi matu igoro turiete muno. But I need you to understand, when you are pointing at somebody, look at how many fingers are pointing at you. How many? So if this is a prostitute, nime mention prostitute from my mouth, look at how many fingers? 3 are pointing. So I'm 3 times this man, and God is my witness. Hello? This is a prostitute. How many times am I? 3 times. And God is my witness. Mungu amesema ni kweli. Mimi ni mbaya kuliko huyo naona mbaya. So if you avoid, if you fail, you have that concept of understanding that do not judge people, let God do the judgment. Do not look at people that anasema ati huyo hataenda mbinguni ati Mungu amemkata. Ulikuwa wapi na Mungu? Where were you seated with God? Ndio ujue Mungu alimkataa. Ati huyo apostle ama huyo pastor ama huyo bishop amehang huko, hajafika mbinguni. Ulikuwa wewe hapo alikuwa hangiwa. Wewe ulikuwa hapo kwa hiyo hanga. Wewe ndio ulikuwa next kwa hiyo hanga. Ndio ujue umewaacha fulani amehang. There are people who are saying so and so. Bado hajabebwa, bado hajaenda mbinguni. How did you know? Wewe uliwahi kwenda mbinguni ukajua mbinguni imekaa namna gani? Ulijuaje hajaenda mbinguni? Where were you? Kaje urareha nigetho menye udara kinya alio haha matuini ri munari nake matuini ra gutuma ati thiongerereke biriti na thigara igere cia roster. See now, people are saying ati huyo bado hajafika mbinguni. Who told you? How did you know? What line were you using? What conversation were you using? To who and with who to know this person hajafika mbinguni, bado amehang hapa, amehang ati huko lera ine ati na guthikia arahingurira matukura kwari kwao. Ni kwanyu, ni wakasinishi yako ama ni kwa guka? Ati sasa guka amesema amekupigia simu ucio totiraba kumuhingurira ikijambe okiari hethire mwena nake. Wachana mambo ambayo hauyaelewi. Leave everything to God. You never know. You see, the Bible tells us Moses, when he died, the devil alikuwa nang'ang'ania mwili wa nani? Wa Mungu. Na Mungu bado alikuwa nang'ang'ania mwili. Why was there the fight between God and the devil over the body of somebody?
Hello. Moses was a liberator. He liberated people. He brought people out of Egypt. He was a man of God. Mtu ambaye alikuwa anakutana na Mungu ana kwa ana. Wacha sisi tunasemanga Mungu anakuaga, ate Mungu anakaaga hivi. Malaika wanakaaga masarifin. Malaika wanakaaga wanatembeaga hivi, wanarukaruka hivi, wanaenda hivi. No. This man was seeing God. God was communicating. Mpaka kama vua kiatu chako mahali umesimama ni pasafi. Akauliza, "Ni nani?" No. Habu rogamete. I am God. Bwana Yesu asifiwe sana. So leave every person to God. The judgment belongs to God. The decisions belong to God. They don't belong to you. They don't belong to you. Whether this person is thick, ni mbaya, ni mzuri, whatever he is, you don't have, hauna thermometer ya kupima ubaya ama uzuri wa mtu. Hauna grade kitu ya kupima uzuri ama ubaya ama qualities za mtu. Nobody has that position. Nobody. You leave it to God. Because what you are doing now, it will come to happen too. So don't define we are not defined by the mistakes, because the mercy of God is bigger than the mistakes we are in. The mercy of God is much bigger. Don't worry. Even if you made a mistake, don't worry. God is still, the mercy of God is upon you. Even if you are found doing something wrong, don't worry. They are not the judge. Go repent. Tell God, I am doing this. I did this. I need to be forgiven. We do them. Hapo naniona mimi ni apostle sahi. Unajua kule nililala. Unajua kule nilala. Na huko unaendaka kunisifia huko kwa watu, nasema apostle wetu ni mzuri. He is highly anointed. He is a man of God. He is a blessed man of God. Oh. Ni unaamenya kule hata ile. Either we are blessed. No, kule I'm blessed. Leave me alone. Jitetee kwako. Ambia Mungu kuhusu wewe. Ambia Mungu kuhusu ile inakuhusu. Bwana Yesu asiwe sana. Hata mimi nakujaga kila siku kutafuta moyo wa kwenda mbinguni. I'm still looking for that ticket. I am still looking for the relationship with God. Every single, whatever you see me coming here, I don't come here because I'm an apostle. No, I come here because I am looking for the relationship. That's why I want to always be in the sanctuary, calling upon the name of God, telling God I am a sinner, telling God I'm a sinner. Kwa sababu nimetoka, mimi am holy. Labda msifanyagi usherati, silaragi na wanawake, lakini nikiendesha gari hapa, nikiendesha kwa naitwa nini hapa Helesirasi, nikikuja hapa kwenye jamu, mama mwingine amepita huko, ameubika vizuri, anatikisa nini kiuno vizuri, kinatembea. Mimi niliangalia, nikaangalia venye ameenda, venye alivuka barabara, baka akaenda upande ule mwingine, akaenda kabisa. Nimekosea maji zako jisa? Mimi na yule alilala kilala na mwanamke tuko tofauti. We are not different. We are not different. I'm the same. Nimefanya makosa. Nikikuja hapa nitapiga magoti. Nikipiga magoti hapa, sipige magoti ati ndio na anointing ya kuombea. Anointing nilizaliwa nayo. Ninapiga magoti kwa sababu ile vituko nimefanya kwa barabara na macho yangu. Nimeona wanawake wengine baka wengine nikaona hiyo sio ni yake na mno. Wengine kwa gari akiendesha kwa gari, unaona gari anaendesha hivi, unaona ni mwanamke na mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuja hapa mnasema apostle wetu amejaswa. Kuna nguvu atafanya. Hapana. The anointing I'm carrying, I was born with it. Mimi yangu sikuwekelewa mkono. Mimi yangu nilizaliwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na itabaki, hata nikikufa itabaki, itaendelea. It will still exist. But my relationship with God, I mend it every single moment. Being anointed does not disqualify you from making mistakes. You make mistakes, grievous mistakes. Musa aliua. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa aliua na alikuwa mtumishi wa Mungu. Joshua alichinja. Kama sasa tukilete Joshua Kenya sasa hivi, Joshua tumulete Kenya, is he a man of God? As tuangalie the situation ya sasa, is Joshua a man of God? He is not a man of God at all. Joshua alichinja watu, alichinja wafalme 5, akawaekelea juu ya miti, kichwa anadugilia mti, anawekea wafalme wangapi? Imagine maruto 5 zimechijwa, na bado akaendelea kuitwa mtu wa Mungu. Daudi saa hii akakuja, saa hii aishi katika ulimwengu wa sasa. Daudi aende kwa mtu anaitwa Saulo, apate kisichana kinaitwa Mika, aseme Kimika, nataka kukuoa mimi. Nao Saulo wamwambie, nenda ulete sehemu nyeti 100 ndio tukupatie msichana. Paulo akaenda, ati ngapi? 100. Akawauliza tena, ni kama hawakusikia, na acha igana, yani kwake alisema igana tu. Kijamaa kikaenda, kukuja kilikuja na mbia ngapi? 200, kikaekelea kawabia hishio na gera imodo. Just think about that.
Kama saa hii uletewe kai kanisa hapa, mtu akuja pale na sehemu nyeti, si mingi, moja tu aekelee hapa, kanisa mtasimama. Kanisa ni devil worshiper. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni cult, inachinja watu, inatoa watu maroho, inafanya maneno. But then according to what David did, it was godly, because still he remained to be a man after their God's heart. Hallelujah. So don't look at what's happening to your neighbor. Hiyo maneno ambayo wamekuwekelea, wamesema ulifanya, ndio ulifanya, lakini you have a relationship with God. Ulienda back to your father na ukamwambia, I have done this, I have come before you, God, for forgiveness. There is power in confession. Once you confess, once you say it, God forgives you. Let them keep it with their mouth, but God has cleansed you. God has forgiven you. Wataendelea kuona ukiinuka, wataendelea kuona ukipanda. That is why God has never used good people. He uses those bad people according to you. Soma kutoka Genesis mpaka Revelation. Nitolea mtu mmoja mzuri aliyetumika Biblia. Hamna hata mmoja. Wote walikuwa wabaya. Kutoka siku enzi ya Adam na Eve. Kumbuka vile vitu huyo mama alifanya. Alienda akasikia mzuri, akaenda kabia mzee, haha netwa hegeshiro hapa kuna kitu tulidanganywa. Mzee kuangalia akasema, nanema hapa maneno si ni mzuri. Na akamwambia tukule tuda, wakakula lile tuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaitwa Joshua did, kila mtu katika Biblia they have a history, a bad history, but God decided and chose to use those bad people for the edification of his kingdom, for their love, for people to see the power, for people to see the authority, for people to see how powerful God is. He used those people that for you, to you are wicked, to you are sinners, to you are not good people, to you they will not see heaven. You are going to see heaven because you went to lipatiwa marisiti, ukaralia zile marisiti za kwenda mbinguni, shikaraga kwa bedroom, uingagelea kwa tapiro, na nilamenya ngania marisiti mao mimi ndio nakaaga nayo. Kwa hivyo hawataenda mbinguni ngo. Oko ni ndugu yako karura usinatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't look at this and think that you are a bit special. It is the heart that matters, not many other things. It is the heart that matters in your life. How is your heart? How do you relate with God? Watu wanaweza kukuona kama sasa wanasemaga wariki, wakikuokea kwa wariki mahaya. Odia kanidako. Kwa wariki reko. Don't tell me ni yule wa Mungiki. Hata anakuambia don't tell me ni yule wa Mungiki. Maana yule wa Mugeke anakaaga kwa shetani. Sisi wazuri tunakaaga wapi? Na huyo mtu ni mwizi. Mwenye anakuambia hivyo ni malaya, ako na mwanaume wa mwenyewe kwa nyumba. Na yeye anakuambia wachana na nani na huyo. Yaani kwake, kwa sababu ako na tikiti. Already tikiti yake ilikatwa ya kwenda mbinguni. Mimi yangu atibini tafuta. Wewe acha nikwambie. Mimi ndio nimebeba matikiti. So God is looking at the heart. All of us have made mistakes and have areas that we struggle with, but many people live a disqualified life. Bwana Yesu asifiwe sana. All of us, we have something we are running up with. We are struggling with the mistakes. We are struggling with the challenges. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what imekusababisha you live a disqualified life. That is what has caused you people, because people have wamekuekelea, wamesema maneno baka you live a life unasema ni kama kesho nitakufa. You live a disqualified life because of what they say about you. Bwana yako anakuitaka ubwa takataka mafi, wewe na wewe unaitaka mume wako geke kama ndoro megetiri hakiri getie shiragia, mtoto wako anamuitaka nugu takataka ing'ombe hii toka hapa. Yani mpaka unakuta huyo mtu kwa sababu ya maneno ambayo amepatiwa, amerundukiwa, ameambiwa, we live a disqualified life. You have tried to live positively. You have tried to impress people. You have tried to make people happy, but they are not happy. Why? Because already they have disqualified you. It's not that they are not happy. It is you who is not happy. Therefore, you live a completely disqualified life. Once you understand that there is a positive element of your life, in anything that you do, there is a negative energy and there is positive energy. Bwana Yesu asifiwe sana. And those two synergies, if they come together, they will produce something that is good, because every person has negative and positive. And you look now, tuchukue kwa mfano, when you look at how watu wanaimbanga, there is a positive energy in them that attracts them towards a particular direction.
The positive energy inavuta watoto wanaenda kuimba nyimbo pale Uhuru Park, badala ya kumsifu Mungu wanaenda kusifu kitu kingine. Who are the organizers of the meeting? Who are the organizers and the planners of everything? Those who organize everything and planned, they understand what they are doing. You who went there kuimba, umeenda kuimba indemoni, kwako wewe unafikiria ni indemoni, but you don't understand what indemoni means. That's the negative side of the vibe. But to you, how you attracted to it was very positive. Bwana Yesu asifiwe sana. The organizers ambao walikuwekea nyimbo mzuri ndio uende kiwanja hiyo, they attracted you positively, but what you consumed was negative. Because from there, whatever you consumed will determine how you will become, what you will become, where you are headed to. Bwana Yesu asifiwe sana. These negative, unaona maandamano zinafanyika huko, from the beginning zilikuwa very positive, but at some point zikaanza kuvujia watu maduka, zikaanza kuharibia watu magari, so the negative part of it ikaanza kuingia. Sasa kila mtu akisema naona, wengine sasa tumeona mpaka watu waliokotwa kule Kwale wamekatakatwa, wakasema na hao, wengine wakasema ni serial killer, wengine wamesema ni hii. Yote imezalishwa na nani? Imezalishwa na kile kilianzishwa from a very positive, because we said tulisema reject the bill. The word reject the bill was a positive vibe, was a positive energy, was the driving factor. After we were driven, tukafika huko. Tulipofika huko, then badala hiyo tungoje sasa, si president amerudisha, we should have sat down to wait to see what next. Tungoje, amerudisha bunge. Bwana Yesu asifiwe sana. Meaning, kama amerudisha bunge, si nikumaanisha sasa tukae chini, tugoje tuone what next. Why are we in the streets? Bona. He said, go back. He has not closed the door. The door is still open for you. The door is still operating, and everything is supposed to go as planned, as per to the parliamentary act. Ikirudishwa inachukua siku ngapi? Kwa bunge ndio ipitishwe, iende stages zote ndio ipitishwe. Ndio tukiona hakuna kitu imefanyika, sasa hiyo ndio tunarudi kumuuliza, ulitudanganya kwa nini? That will be our next step, ni kwenda kumuuliza, ulituchukua wana kwa nini? But now see, there is continuous maandamano. Meaning maandamano haikuwa reject, maandamano ilikuwa kitu kingine. So whoever that started the maandamano ndio mwenyewe tu ana understand what is happening in the nation. Maandamano hii ukiangalia utaona early in the year ukule Mombasa kulikuwa na floods, kule Mai Mahiu kulikuwa na floods, kila kitu ilienda ikaharibu mali. Hii maandamano inaharibu mali? Inaharibu mali? Hiyo siku hiyo mali iliharibika? So you come to understand these are two similar things, but they were brought in a different way. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is how we need to understand situations, how they are working, things how they are working, because you need to relate. Mwaka ukianza, we had floods, nyumba zilibomolewa Mombasa, watu si mliona magari Mombasa ikipita juu ya maji, manyumba zikiharibika, kila kitu ikiharibika, everything ziliharibika. The same thing uliona hapa Naivas ilingolewa, Quickmart ilingolewa, watu mabiashara zimengolewa. The same end result, the same result za maandamano hii ndio the same result za nini? Za kule kwingine. So una understand this thing sio ile kitu mnaona. Nyinyi mnaona reject the bill. Na nikawambia there's a time I told you here, the same people who invited Ruto kule America na wakampatia kiti kikubwa, wakampatia njia mzuri za kukaa, wakamweka kwenye parade ya kijeshi which has never been done to an African leader, wakampatia sifa kubwa kocho, wakamchukulia mpaka ndege kutoka Dubai. Hiyo ndege kukaliwa na mtu hikaligia. Kuna watu kama hawa hawajatengeneza pesa. Kuna watu wametengeneza pesa. Ile tu pesa tu wote Ruto wako nato ni pesa. Kuna mtu huko anawekaka hapa kwa mfuko hii ya shati, si kwa banki. Tu pesa tu wote tu Ruto tule tu uuze tu gari, uuze tu nyumba, uuze kuku zake zote, ni pesa ya mfuko ya mtu mmoja huko anaweka wapi? Ya kwenda kinunua Borugam na Bigiji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mwenye alimpatia hiyo ndege alimpatia one of his bicycles, not one of his planes. One of his bicycles. Mupatie bicycle hiyo aende nayo. Hallelujah. Walimpatia kwa nini? Because he never paid. One thing
people don't understand, it was not paid for. Somebody, one person paid for. Ni mtu mmoja aliingia, wenye unaweza kunitembelea kwangu, niambie huyu ni mke wangu sasa na rugadio kiragade mtumia aku. Ni example drahiana. Jua nasamaga hivyo nakuta nasema anaandika kwa ile WhatsApp ile profile, ni profile. He said it. The Lord has confirmed. Sasa huyu ni mke wangu. Sasa ukikuja kutembea nimeona ukile magoro na koroko na gari ya kuniadha ukile sana nasema simpatie kale kafodagiria aende nako. That is what happened to him. He was called because the masters, the planners of what is happening today, the planners of the AI, artificial intelligence, the planners of the destruction of this world, the planners of everything, they are the same people who gave him a plane to go to America to be inaugurated so that he can surrender the sovereignty of this country into the hands of the devil so they may be able to torment it. The same thing that happened to Benny Hinn. I told you. Bwana Yesu asifiwe sana. Since the day Benny Hinn alitoka hapa, ndio mashida hii yote imetokea. Kwa nini? Because there was something wrong that was not done right. Benny Hinn is not a bad person, but how we handled the whole situation was the wrong manner. Wa Nigeria walikuja hapa wakajaa many. Mara Kasarani kuna Mnigeria, Nyayo Stadium kuna Mnigeria, wapi kuna Mnigeria. Why on earth? Wakati tulikuwa tunaombea nchi, we were doing the campaigns tukiwa Ruto akiwa Karen, we never saw these foreigners coming to pray for Ruto. Did you see one? They were not there to come to pray for Ruto. Local pastors kina Wairimo na wengine ndio walikuwa nalala kule Karen, State House ya Karen, kuombea Ruto, wakamwombea. So God had Kikuyus, they had the Luos in there, alisikia Wakalenjin na Wapokot walikuwa naombea Ruto. He had them. Lakini wakati kiti walichukua Ruto, akachukua kiti na akakuja akasema I have prayed into power. From there the God that had him akapotea masikio ya kusikia Kikuyu. Akawa ni ile lugha anaweza kusikia the only Nigerians, the only Americans. Akaweza kusikia tu the only South African, the people, big people. Akaacha kusikia the small people like kina Waroige. Akaanza kuiza to pastor tudogo to the local pastors who are not heard anymore. So you think God will be happy with that? I used this gentleman to deliver my message. So if this man was the one that was used to deliver the message, the same man will carry on the message. Because that is why God chose him. He was chosen for the particular reason. He was chosen for this season to do the will of God. So if I bypass this man and pick this one, the message has been cut. That is why Kenya is now cut from the system. Because the presidency was delivered through prayers. So the same process, the pipe that was delivering through that presence, the blessing was supposed to come through that pipe. This pipe has been cut. Eventually nini ilifanyika? Because the people who were supposed to guide that process, they were not able to guide it either by default or by ignorance. Rachel Ruto na hiyo mwingine anaitwa nani? Dorcas, Mama Boys. What happened to them? Because they abandoned their offices, God crushed the offices. Destroyed their office. Because you have betrayed. You have not maintained, either consciously or unconsciously, they have not been able to sustain the process of God. When you fail to sustain the process of God in your life, God cuts off and moves away. When the children of Israel failed to maintain the process of God, God moved out of them and abandoned them. Then they got into the suffering of 400 years. Until when they regained the consciousness, coming back to God and worshiping the true God, that is when God came back to them. When the children of Israel in the book of Judges 6, the children of Israel did evil in the sight of God, and God handed them over into the hands of who? The Midianites for 7 good years. So even if they try to pray against the Midianite, nothing will happen. Even if you try to fight the Gen Zs, nothing will change. Tell Ruto, awachane na Gen Z, aende mahali alipatiliwa kiti. Did you hear me? Kama mko na simu ya Ruto mumwambie hivyo. Awachane na Gen Z, arudi mpaka mahali alipatiliwa nini? Kiti. I start the process from there. Otherwise, it is going to be more. Yesterday we had an earthquake. See, I had told you we will have an earthquake. The earthquake is
a key to ignite a little bit higher process than the process he is seeing now. Did you get me? He is the earthquake. Hiyo mliona ilimaliza the Gen Z, level ya Gen Z yenye ilikuwa. Sasa kiwango cha Gen Z kitapanda level 2. Na kutoka hapo kutaenda mpaka level 3. Things will be happening that way. Na Gen Z haikuanza na binadamu. Gen Z ilianza na ile mabo ilikuwa ina maji, ile ilikuwa huko. Ile ilizunguka ikaenda Mombasa, ikaenda kila mahali, mivua ikakuwa kubwa. Hao ndio Gen Z wa number 1. Gen Z number 2 ikakuja hapa Naivasha. Ikabeba watu, mliona watu wakibebo, unatolewa kwa bedroom kwako. Na mke wako, unatolewa, mnabebwa na mattress. Mnabebwa na mattress. Muli imagine. Nabebwa. Unaenda unapelekwa unatoka kwa nyumba. Alafu nyumba zingine ziko hapo maji ilipita na hazikuguswa. That is a message written to you. The message taken to you. Unaambiwa hii message. This is a message. Go kwa wanabii. Hakuna mfalme yoyote duniani aliishi bila nabii wake. You must have a prophet or a prophetess who gives you the message from heaven. Hata mimi, I have a prophet whom I call, whom I ask. Na mimi niko prophet ya watu wengine. Wananiuliza ninawaambia. Bwana Yesu asifiwe sana. So every person you need to ask question. Ukiona vitu kama hiyo, ile maji ilipita Mombasa kila mahali. Na ni mvua ilinyesha 1 week. Na hiyo mvua ikakuwa dunia iwezi meza maji hiyo. Na ukumbuka mbeleni kulikuwa na kiangazi kubwa sana. So the dunia ilikuwa imenyota, ilikuwa inahitaji maji, but ilikataa kumeza maji. Ikameza watu. Ikaambia maji hatukutaki, kwanza fanya shughuli yako. Maji ikafanya shughuli Mombasa, ikafanya baka Pokoti, Turukana, kila mahali ikafanya shughuli. Dunia mzima ikaripoti maji mingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mai Mahiu ikakuja sasa, Mai Mahiu na ni damu ikapasukia kule juu. Damu ilitengenezwa na wazungu 1920 wakati walikuwa natengeneza hiyo reli. Bwana Yesu asifiwe sana. It has been there. Mvua zimenyesha, El Nino ilikuwa, lakini haikubomoa. Hii tu ilikuja siku kadhaa ikabomoa, ikateremuka, ikakuta watu kule chini. A sign, unaambiwa hapa kuna maneno. Kukakaa kidogo, nini lingine litokezea? Gen Z ikakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Gen Z walikuwa nasema reject the bill. Ruto amerudisha bill. Ameireject hata yeye. Ameirudisha. Kuirudisha bado watu wako kwa street. Wanasema nini sasa? Jana walikuwa kwa street. Walikuwa nasema nini? Mara wameingia wamesema kanisa tutaigilia, tutaambia tutasalimia watu kanisani. Mara wanasema tutaenda wapi? Mara wanasema tutaenda wapi? Ukiangalia statement ya hawa watu wote iko na utofauti, sio ile walianza nayo. Kwa nini? This is not the real issue of the demonstration. God is speaking to us. It is not about the bill. It is not about whatever they are saying, but there is something that God is doing. And therefore, meaning if we don't listen, if we don't hear, if we don't go down on our knees, tuende kwa na manabii wa loko, si wale wa huko, si kwenda kuokota watu Nigeria, mikora inakuja matapeli, inakuja unaona ametoka na Bible imewekwa kwa bahasha. I saw the other day walienda pale wakatoka, kila mtu akitoka unaona amebeba Bible, yani Bible imewekwa kwa bahasha ya brown. Ka Bible kanono tu, si kubwa, ka Bible kazuri tu according to the gospel of James. Na wakatoka huko na wakafurahia, wakaenda huko, nasikia huyu amenunua kagari. Hiyo Bible ilienda ikafanyika muujiza, ikanunua tu gari, imenunua tu buroti, maisha yao imeboreka. Bwana Yesu asifiwe sana. Until we are able to understand that God is speaking to country Kenya, many things are going to happen. Understand the process of God. Understand how it started. Understand where we are. What is happening now? The country is heading to the dogs. If we don't hear the voice of God, if we don't go down on our knees, the president need to go to Uhuru Park, avae gunia, wakiwa na huyo baba maboys, wavae magunia,
Tutoke huko twende sisi wachungaji wote. Tuite Mungu, tumulilie Mungu, because we have a voice of stopping this. We have a voice of doing this and challenging and stopping everything that is happening. But don't condemn. Don't kusema ati huyu alifanya, huyu alienda, huyu alikuwa, huyu hapana. We are not supposed to judge. We are supposed to hear the voice of God. Maneno imetokea hivi. Sasa imagine vitoto vidogo. Kitoto kilikuwa kinasikia polisi kinahara. Hivi vijensi vilikuwa vinaona watchman kinahara, kina faint. Sasa hizi kinaenda paka kwa ati kinataka kupiga. Niliona kisichana kingine kinasukuma polisi. Nisha tia gas. Niwe. Na hiyo kitoto 5 months ago kilikuwa kinasikia polisi kinahara peke yake. Kina faint. Ujiulize kimetoa ujasiri hiyo wapi? God is speaking. Bwana Yesu asifiwe sana. Anything that is happening, God is speaking. Ruto, chuka. Wewe shuka tu. Chuka kwa Mungu. Yule Mungu alikuinua kule juu. Yule Mungu alifanya ulikuwa unafanya. He used to pray every morning. He used to lead praise and worship ya State House kila asubuhi. He nowadays doesn't. That is what God is saying. He has forgotten that God. Alianza sasa mikataba ya kumaliza makanisa, kupigana na makanisa. Instead of harmonizing and bettering the church, he started fighting the churches. I told you December tukiruka mwaka, the church ita face huge challenge. And this huge challenge ilikuwa imetengenezwa hapo State House. They were to roll out a program kufuga makanisa. They were to roll out a program. Hii mwezi ilikuwa ndio walikuwa roll out this program ya kupigana na makanisa. But God is also protecting the church. Although the church inafaa pia nayo kuchukuzwa, maana haiko sawa na Mungu. Hatuko sawa. We the apostles, the pastors, the bishops, the archbishops. Saizi tunafanya mpaka wameordain mabishop ambao ni wa kupindua watu na huko nyuma. Sio kama mmeona the trading thing in a trade. Tumeordain. Mapastors wako sasa wakukwambia pinduka, maana Yesu atakuja kutoka na huko nyuma na atakuja kama mwizi. So rara uangalie chini, akuja kama mwizi. Bwana Yesu asifiwe sana. We are in a very critical situation as a country, Kenya. We are facing challenges. All these manner of things that are happening in this country need to be looked at by people who are sober, not people who are kurukaruka huko. Angalia Kenya imekuwa in a turmoil. We the pastors, we are so silent. Nobody's talking. Hakuna. Waambie tunaongea tu. What we need to understand is that you have a defender and have someone. If someone had to judge you, then the defender stops being a defender. Don't judge. Let the defender in your life defend you. Let the defender of this nation defend this nation. And it can only happen if we go back to our knee and call upon the name of God. And the Bible says, if my people called by my name, if they repent and come back to me, I shall heal their nation. I shall heal their land. So repenting, how does it come with the land? This is a big question. Yani kurepent, mushaba inakuwa sawa. How does God connect it? At ukirepent shamba yako itakuwa sawa. Repent the sins that you've done. Repent the ways of your life. Repent whatever you have done, and God will heal the land. How? Because whenever you did against the land. Whatever the swearing you did, whatever matter of things that you did against the land. The land that is producing, the producer of the soil. Whatever sin we have committed, we committed the sin against the soil. How? If I sinned against you, what product are you? Who are you? What are you? You're a product of soil. You came from the soil. If I do against you, I have done against the soil. If I do against the people of Kenya, if I shoot the people of Kenya, I kill them. The soil, the blood will go to the soil. I have done something, abomination to the soil. So therefore, that is how God will come in to heal. Because you will repent. You will tell God, I did this against this daughter. I did this against this daughter. I did this against this daughter. I did this against this man. So once I say it out,
then it means I will receive the mercy. Because the land, the Bible says, when God asked Cain, where is your brother? Cain asked God, am I the keeper of my brother? But God said, but the blood of your brother is crying unto me from the soil. So when the blood goes to the soil, it will cry. These people that you have seen that have been killed, the youth have been killed, the people have been killed, whatever that killed them, it means Kenya will cry the more. Kenya will face more serious challenges because of that blood. Because that blood will keep crying. Meaning Ruto will never have peace. We'll never see any peace in this country until he speaks of that blood. When Cain was unable to explain to God what has happened, he was chased out and he was cast until a curse was so strong unto him, he told God, that's too much. That is what is going to happen to Kenya. It will be too much because of the blood. Whoever killed, whatever he killed, whatever he did, whatever they did, wale waliiba, wale walifanya maneno walifanya, they will face a huge challenge in their life. Life will be so difficult. From the head down to the people on the ground. Because we have defiled our land. We have destroyed the artifacts of the land. We have destroyed the integrity of God on this land. We have defiled what God gave us as a holy place. Kenya is a holy nation. But we have made it to look dirty. We have made it to look so dirty. The country Kenya is filthy. Is stinking in the eyes of God. Never expect to have peace anytime soon. It will be more serious than what we are seeing. It will be more difficult than what we are seeing. Why? Because of the blood. Cain had never seen until today. Cain has never seen the peace, the love. He has never been comfortable wherever he is. He was told, ataishi, utazuguka, utaishi ukizuguka. Baka saa hii anazuguka. Hajawahi pata imani kwa sababu ya kumuua kaka yake. Sisi tumeua. Wengine wetu tumeandika kwenye YouTube zetu. Tumeua Ruto. We have killed him. We are as guilty as he is. Completely guilty as he is. As much we are saying, ameua. Hata sisi tumemuua. Tutasema, mene teke. Wengine amesema, ako na siku 10. Wengine wanasema is a one-term president. Wengine wanasema this. God forbid. The 1st of September, ati ndio utakuwa na bendera nusu. Who told you? Who told you? Life is godly. God sustains our life of a sinner and of that person that you think you are good. What I can assure you, that life will never be good again until we go in holy sanctuaries, just the way Jehoshaphat did. Akaita watu wote, akawambia tufanye kufunga for 3 days. And after that, they went to the holy place and they laid a sacrifice and then invited God. After that, the prophet from heaven came and spoke to them and told them, indeed, God has heard your prayers. That is the thing. If we don't change, if we don't move the direction of God, then it means we are going to be challenged. And I want to urge those people, every person now, stop. Stop fighting Ruto. Stop fighting Gen Z. Stop fighting anybody. Stop fighting anything. And let's now go to God and ask God, is this thing normal? Uliona president akitukanwa kwa YouTube na inaitwa nini? X, wanaita X. What does X mean? In the spiritual realm, X is canceling. And why did you allow this thing to happen? Canceling. Tukaita badala iko tunaita Twitter zamani. Sasa inaitwa X. X is a product is a product of the one world system people. Sindio? Just like Facebook. Facebook ni ilinunuliwa kutoka kwa kakijamaa kanaitwa nani? Zuckerberg. Watu wa one world order wakachukua the Meta. Meta, ukiona ile logo ya Meta imekaje? Inakaa, that is a snake.
Did you know snake wakati inajitoanga gosi inajikujaga hivyo, inaingia kwa mkia yake, inavuruta gosi for renew. That infinity thing means the snake inaitangwa Ouroboros. Ouroboros ni nyoka ikionoka. To renew it, it renews. So this, we are controlled by these people, because that is why they wanted Kenya kutumia Kenya kama Kenya, because Kenya is the springboard of the revival of the gospel of Jesus Christ. When a country like this one has been selected by God, it means all the antennas of those people who does not want it to be the springboard, they will rise against it, bring confusion, so that whatever is happening in this country cannot happen. And that's where most of us, we have lost our destinies, because you are destined. God has a good plan for your life. God has good arrangement for your life. God has a good future for your life. But because the devil knows that you are a blessed person, then they will come and cause a lot of confusion, a lot of stagnation, a lot of limitation, a lot of roundabout challenges that you will not be able to know where kazi yako unashindaka ukizunguka kwa roundabout until your time is out. God is a God who works within times and the seasons. Once you are out of your season, you will end up struggling. And that is what they want to cause Kenya. Kenya not to concentrate into prayers. Kenya not to concentrate into the revival. Kenya not to concentrate into what God has planned for them. That what they are doing, they have put us struggling, moving around with Gen Zs, police fighting, government being broken, everything be destroyed, so that we waste our time until the season of reawakening ipite. Ikipita, hautaona Gen Z kwa barabara. Ikipita, hautasikia matatizo. Hii finance bill tutaanza kusema na ilikuwa mzuri. Na ilikuwa mzuri. Mimi ndio nilikuwa sijasoma. Wali tu confuse. Watu walikuwa watu gani? No. The devil has planted a seed of confusion among us Kenyans. Like you say, no preacher is talking, no politician is talking, everybody akijaribu kuongea, there is a force somewhere in a silence. Ukijaribu kusungumuza, unaambiwa utakuja kusalimiwa. That is a force to tell you shut up. We have to lock down Kenya. Nikaona wamechora mchoro ya Kenya mzuri, wakasema Kenya is close, iko under renovation. What does that mean spiritually? That whatever you do in Kenya is not going to succeed. You are shut down. It is prophetic. Where are the preachers? Where are the pastors? Where are the bishops? Where are the archbishops to stand and cancel those things? Because they are prophetically said by the high priest of the other world. And if we keep it silence on it, it will come to pass. Because it has been declared. Whatever is declared, it is released in the spirit, it will come true. Wanasema Kenya is now closed for renovations. What is the renovations? What are by who? And why are they doing? To what is going to be changed to? What is the architectural plan of the renovation? Bwana Yesu asifiwe sana. Don't just see upite. Ukiona kitu kwa Facebook ni unapita tu. No, look at it. Read the words. Understand it spiritually. So if you have been called, you cancel. You say, no, Kenya is not under renovation. Are you under renovation? Because when a country is under renovation, it means a company is under renovation. Nyinyi ambao mnafanya kazi, mnaenda wapi? Meaning hata wewe uko under. Ukiingia huko mnasema, you will have to get into new terms. Structure zote zitabadilishwa. Kwa physically ulikuwa unakaa katabadilishwa. Kila kitu itabadilishwa. Hata malipo itafanya nini? And we now have a new HR manager. So meaning when a new HR manager means what? You are going to be interviewed. Meaning the renovation has also been done unto you. Computers zilikuja mpya because the renovation was done. So new computers, new systems were put. You have to go to school to be trained about the new computers. That is how they want to do Kenya. They want to reprogram Kenya into the system of the one world order. And if people do not understand this, we are going to be vanquished because they are ahead of us. They are ahead of us and they are doing it. That is why they say, Tuesday wamefunga, Thursday watafunga. Why Tuesday and why Thursday? If you go to our Kikuyu tradition, the day, like today Wednesday
or the day that has no number that you can divide into two, we don't do sacrifices in our community. In the devil worshipping, they also don't do. That is why you find number 13 is like a Mukosi number. They don't do it. Hata wakati kulikuwa wametoa mwezi wangapi? Number 13, kuna nini imetolewa? Kuna mahali imetolewa. We don't do 13, we jump from 12. Yes. You see, they have numerology kind of study, numerology kind of thing. And that one now, that is what they're using to make sure Tuesday there is something, Wednesday there's something. And the children, wanaambiwa watoke, watatoka. For them they are doing genuine thing. But the masters, the drivers of this vehicle are different people. So what they want, these children wakuje, wachijwe, ndio sacrifice ipatikane to make it work. Are you understanding it? So where are you Christian to stand? Where are the bishops, the pastors? Where have they gone? Nilikuwa naona mapasta wanajaa pale Nyayo Stadium wakati Benihini alikuja. Where are these pastors? Where is their chairman who organizes them? To go and stand up and tell no, the devil, you have no room in our country. You have no chance in our country. You have no position in our country. Our country will not go to the dogs. Our country will stand. I do declare today that in the mighty name of Jesus Christ, anything that is of the devil, anything that they are planning against this nation, anything that they are doing against this nation has been cancelled in the mighty name of Jesus Christ. The blood of Jesus will prevail. The blood of Jesus will win. The blood of Jesus will conquer. The blood of Jesus will change how they think. No demonic arrangement. No other child will be crucified. Nobody will be killed so that this demonic act will be perfected. The blood of any young person, the blood of a Kikuyu, the blood of a Luo, the blood of a Kamba, the blood of a Giriama, the blood of a Turukana will never be shed in this country to sanctify the altars of the devil. May the blood of Jesus conquer them all. May they be confused. May they be scattered. May they be destroyed in the mighty name of Jesus. Whatever altars they are in, whether they are in America, whether they are in Europe, whether they are in Kenya, wherever they are, whatever they are doing, we cancel it in the mighty name of Jesus Christ. We pull down all their altars, all their covenants, and all their arrangements. Whatever they have written down, I cancel it because they are looking for the blood of human so that they can write their altars and their covenant. The blood of Jesus will erase whatever they have written. The blood of Jesus will destroy every covenant. The blood of Jesus will reverse whatever they have said against Kenya. Kenya is the springboard of the revival of the gospel of Jesus. And whatever they've been trying to do, I want to tell you tonight, it will not come to pass. Whatever arrangement they have will not come to pass. Whether they are superior or not superior, whether they have money or they have not money. If they try to kill Trump, they had aimed at Trump, but God removed Trump from their plans. Because the same people who are killing Trump there, the same people who want to destroy Kenya. Kenya is a holy nation. Kenya is a holy nation. Tell your neighbor, Kenya is a holy nation. Kenya is a wonderful nation. And no demonic arrangement will rise above Kenya. We cover Kenya from Turkana down to south, from west down to east. All the borders of Kenya, it is covered by the blood of Jesus. No more bloodshed, no more hatred, no more confusion, no more stagnation. Kenya is a source of power to the entire world. Kenya is a source of rejuvenation to the world. Kenya is a process of God. Kenya is the perfect will of God. Kenya is a masterpiece of God. Demonic arrangement, they have no power. May we rise up.
Today I want us, every one of you, to represent a bishop, to represent a pastor. I know you are not clean, but keep your darkness to yourself, because I have no power to judge. I know you are not holy, or you will not be allowed to step on an altar like this one atuombea inji, because wewe ni katoto hujielewi. But today God has lifted you to be the high priest. I can see the angels in this house. I can see the power of God in this house. Right now God has changed you, become the high priest. In the book of Hebrew, somebody to give us the book of Hebrew chapter number 5. The book of Hebrew chapter number 5, and then we shall read from verse number 1. See what God has caused you to be. You can remove the chair. If you are seated, you had a seat, remove it and put on the other side. You place it on the top of the other one. Chukua tu kiti yako uingize kwa kiti kingine on the other side. The other side. Do it quickly a bit. Time is not on our side. As we are making this declaration, we are canceling. We want us to cancel every demonic arrangement, every demonic plans against this nation. We are canceling them. We are destroying them. Remove this. Listen. Wait. Remove all this. Wapatie huko. Sogeni nyuma huko. Hivyo. Endeni na huko, mujifiche na huko. Nyinyi kaeni hapo. Nyinyi si wabaya sana. Then after that you come front here. After that you come, mkuje hapa mbele kabisa. Wait, did we have the book of Hebrews chapter number 5? Nipatie ni kwa Kiswahili, hawa watu hawajui Kizungu sana. Karibieni hapa. Nimesema mkaribie hapa. As we cancel whatever you are canceling, you may be having challenges in your business. You may be having challenges in your family. You may be having challenges in your ministry. You may be having challenges wherever place you may be having challenges. We are canceling this challenge because this is part of the problem. We are canceling anything that the devil did against you. We are canceling everything the devil raised against your life, raised against your business. In the book of Hebrews, tusome kwa Kiswahili nasema, maana kila kuhani mkuu, sikilizeni sasa, keep quiet, no talking. Keyboard silence. Maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya mhusio Mungu, ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Hello. Hello. Are you hearing me? Kila, ngoja kidogo baba, turudi nyuma hapo tu kidogo. Maana kila, maana nani? Kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika mwanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya mhusio Mungu. Lift up your hand. Usitoe hapo. Sema mimi kutoka leo. Mimi ninachukua nafasi ya kuhani mkuu kwa ajili ya taifa langu. Chochote nitakachokifanya, lolote nitakalolisema, na popote nitakapoenda kwa ajili ya taifa langu, nitatenda nikiwa kuhani mkuu. Nitatoa matoleo na nitatoa sadaka kwa ajili ya dhambi za kila mtu. Nitatoa sadaka na dhabihu kwa ajili ya dhambi za Wakenya, kwa ajili ya dhambi za polisi, kwa ajili ya dhambi za rais wangu, ni kwa ajili ya dhambi za waziri, kwa ajili ya dhambi za wabunge, kwa ajili ya dhambi za makanisa, kwa ajili ya dhambi za jamii, katika jina la Yesu Kristo. Open your lips now, tell God, use me. I am a high priest. Sasa mimi ni kuhani mkuu. Baba, nitumie jinsi unavyotaka. Nitumie kwa mapenzi yako. Nitumie kwa mwelekeo wako. Nitumie kwa njia zako. Nitumie niwe chombo ambacho kitatumika kwa njia ambayo wewe mwenyewe ungetaka niwe. Kubali dhabihu yangu. Mwambie Mungu, nikubali dhabihu yangu iwe dhabihu ambayo nitakapoitoa itabadilisha Kenya. Nitakapoitoa
itabadilisha watu wote dunia mzima. Nitakapoitoa itabadilisha rais wangu, nitakapoitoa itabadilisha mawaziri, nitakapoitoa itabadilisha serikali, nitakapoitoa itabadilisha kanisa, nitakapoitoa itabadilisha hata wale ambao wako kwenye miungu ya zamani. Part 2. Inua tu, fungua kinywa chako. Nimesema fungua kinywa chako, endelea kuomba. Mwambie Baba, leo mimi umenifanya kuhani. Hebrews 5. Baba, nakuomba tu, umenifanya kuhani. Now from today I am a high priest. Usijiangalie sura yako, usiangalie wewe ni nani. Second part. Wacheka hapo. Fanya maagano na Mungu. Make covenant. Swear to him. Tell him, God, use me. I will stand the way you are going to guide me. Kwa njia yote Baba utakayonitumia nitatumika. Listen here. Part 2. Awezaye kuyachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea, kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu. Ya kwamba usijione ni kama wewe haustahili, maana utatoa kwa kuwachukulia kwa upole wao wa Gen Z, kwa upole huyu president, kwa upole huyu minister, the community people, pastors, bishop, apostles. Mkitoa dhabihu utatoa kwa upole, ukielewa ni wadhaifu, maana hata wewe pia ni mdhaifu. You are not deserved to do anything of God, but God has chosen you. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mwenyewe ni mchafu, lakini God has decided, I'm going to be this vessel. You are a vessel, knowing that even kwa wale unaenda kwao ni watu walio na udhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ruto wetu ako na udhaifu, Gachagua wetu ako na udhaifu, nchi yetu imejawa udhaifu. Kila mtu, mpaka mabishop na mapastors, Gen Z na kila mtu, wote tuko na udhaifu. Tunaenda mbele za Mungu kutoa dhabihu, maana sisi ni wadhaifu. Kwa hivyo Mungu akubali dhabihu yetu kwa udhaifu wetu, ndio aweze kuiponya nchi yetu. Next part please. Tumalize hapa ndio tu. Next part please. Na kwa sababu hiyo imempasa, kama kwa ajili ya watu, vivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe, kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Hivyo unavyotoa dhabihu kwa nafsi yako ama kwa wengine, pia utoe kwa nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible is saying, unapotoa dhabihu unatoa kwa niaba yako na kwa niaba ya nchi. So if the country is going to be forgiven, you must have started being forgiven first. Wewe mwenyewe ndio unapata ile rehema ya Mungu. Wewe mwenyewe ndio unapata kufunguliwa. So meaning, as you give your sacrifice, you give a sacrifice because of your own sin and for others people's sins. Are you getting me? So when you open the lips, first of all, to answer by confession. Hello? We start by confession. You seek forgiveness because of what you've done. What you did knowingly and what you did unknowingly. Whatever that involvement you've been involved into. Sasa fungua kinywa chako uanze repentance. You begin with it. Before you give, don't give your sacrifice because you are dirty. Seek repentance immediately now. As we seek this repentance, then God will cleanse us to be able to be appointed high priest to represent this nation, to represent the church, to represent the family, to represent our children, to represent the community, to represent all things that are happening. Seek that forgiveness. Mwambie Mungu, mimi ni msherati. Mwambie Mungu, mimi ni kitu ambacho hakifai kusimama mbele yako. I am a vessel that is not clean. I am a vessel that is not worthy. I am a vessel that is not worthy to stand before you. I am a vessel that is not clear upon you. Maybe I'm not a vessel. No, I'm not a good person. I am dirty.
I don't deserve even to stand before you, Father. I don't deserve even to be called an apostle in this church. I don't deserve even to lead this congregation. I don't deserve even to stand in this altar to worship you, Father, because I'm stinking, I'm dirty, I don't qualify to become anything. Oh, Father, I thank you. Father, I give you glory. I honor you. Wewe ni Mungu. Ulimtuma mtoto wako Yesu aje afe kwa ajili ya dhambi zetu, ndio wale ambao tumefungwa na dhambi tuweze kufunguliwa. Ninaungama dhambi zangu zote ambazo nimezitenda kupitia kwa kinywa changu, dhambi nilizozitenda kupitia kwa macho yangu, masikio yangu, mwili wangu, hata hisia zangu. Whatever I have done against you, Father, I know I don't deserve, because what I did, what I've been doing, oh, I'm so unclean before you. I'm so unclean, Father, to even hold a microphone like this one. I'm so unclean, Father, to even be able to stand before your people, to even speak whatever I've said. But because you've chosen me to be the vessel, Father, I seek you to cleanse me, to remove every dirty from me. Make me a vessel. Make me, Father, a vessel, a clean vessel, so that you allow me, so that I be allowed to come before you, to say, God, we are sorry, to repent the sins on behalf of my father, on behalf of my mother, on behalf of my generation, on behalf of my country, on behalf of my president, on behalf of my deputy president, on behalf of the government, on behalf of the church, on behalf of the community, on behalf of the Gen Z generation, and generation millennia, and generation alpha. God, I know if you allow me to give out this sacrifice of atonement, that you will hear this nation. You will hear the cry of this nation, and you are going to return this nation into normalcy, and you are going to make this nation stand again. That every demonic, we surrendered our country to the devil worshippers. We sold our souls to the Freemasons in America. We sold our souls to the Freemasons in Germany. We sold our souls to the Freemasons in Rome. We sold through the generations that have been ahead of us. We have done this evil. We have sold our souls to denominations that does not approve of Jesus Christ. Father, we surrender. Father, I come before you to retrieve where this nation was sold to return any amount that was given because of the selling, to cancel every deal, to cancel every covenant, to cancel every agreement that was done that made this country to be subjected into the will of the devil. That from today, God, from today, we return back this soil Kenya to you. We return this holy altar, the altar of the world, the altar of Africa, Mount Zion, where your children Judah are, where your kingdom is. Oh, the cradle of man, the Garden of Eden. We surrender it back to you. That whatever and whoever had taken it away from us, he will be confused. He will be struck by lightnings, that they will surrender and give back Kenya. They took the ark of the covenant to Ashdod and Magog, and they never lived in peace. Whatever kind of an agreement they did, let it cause fire wherever they are. Let it cause fire wherever they are, until they lose Kenya, until they lose the flag of Kenya, until they lose the altar Kenya, until they set Kenya free. Kenya, we are not a territory to be worshipped, the devil to be worshipped. I destroy every altars of devil worshippers. I destroy every altar of Freemason. I destroy every altar of Illuminati. I destroy every altar of one world order. Kenya is a holy nation. I cover Kenya with the blood of Jesus. From Mandera down to Lamu, from east to west, the whole boundaries, the entire border of Kenya
I surround it with a ring of fire. I surround it with a ring of fire to the ocean, to the dry land, to Garissa, to Mandera, to Central, to Mount Kenya, to Western Kenya, to Eastern Kenya, to the southern part of Kenya. God, may you bless this country and the neighboring countries. No enemy will come from Somalia. No Al-Shabaab will be sent to come and bomb Kenya. No enemies will come from Ethiopia. No enemies will come from Sudan. No enemies will come from Uganda. No enemies. Enemies will not come. Enemies will not have room to enter Kenya. We have crossed every road in this country. We cross it. Tunafunga barabara zote, barabara ya kutoka kusini mwa Kenya mpaka kaskazini mwa Kenya, barabara zote kutoka mashariki mpaka magharibi. Entire network of Kenya haitabeba muhalifu, haitapitia muhalifu. Tunafunga barabara zote katika jina la Yesu Kristo. Network zote za Safaricom, Airtel, Communication, za Elon Musk zote, Starlink zote tunazikamata na kamata anga zao. Hawatatumia kwa mawasiliano ya kutesa ama kuvunja Kenya. Hawatakamata. Tunakamata anga zao, tunakamata network yao, tunakamata mawasiliano yao. Kenya haitatumika kwenye maangamizi. Kenya haitatumika kwenye maangamizi. Kenya haitatumika kwenye maangamizi. Bahari ya Hindi haitabeba wahalifu, haitabeba silaha za uhalifu. Bahari ya Hindi hautabeba. Watakapo kukubebesha watapike. Kwenye bahari ya Hindi kuna madhabahu ya mifupa, bones and skull altar pale Likoni. Tuingie huko ndani. We destroy every altar. Whoever you communicate to, you bones and skulls, you are powerless. You bones and skulls, you are powerless. You got no power. You got no authority. You got no authority over the land Kenya. We remove you. We uproot you. We overthrow you. We destroy you in the mighty name of Jesus Christ. In the Mount Kenya, the queen and the family of the queen lifted an altar that controls Kenya. From today, I lift up my hand as a high priest. I destroy every altar that was lifted by the queen, by the king, by UK. Every authority that is speaking to Kenya through United Kingdom, I destroy you. I dismantle you. I bring you down. I destroy every covenant. Maagano mliofanya na Jomo Kenyatta, maagano mlifanya na Jomo Kenyatta na Bio Koinange na waliokuwa serikalini, hiyo maagano tunaivunja, tunaivunja, tunaivunja in the mighty name of Jesus Christ. Any altar that is represented by the dead body of Jomo Kenyatta, who until today has never seen the grave, if he is communicating to Kenya, from today, you Jomo Kenyatta, you are a dead person. You have no power over this country. I disconnect you. I disconnect you from Kenya. Kenya is a live nation. A nation. Any altar that was planted at KICC, in our parliament, in our government institution, at Uhuru Park, at the other side of Uhuru Park, Uhuru Garden, hata Mount Kenya, hata Aberdare, hata Mount Ukongong, hata Mount Longonot, in Kisumu, in Lake Victoria, and in every river of this country,
whatever form of communication, whatever form of altars ambazo ziliwekwa ili kumaliza Kenya, kutoka leo ninaachilia moto, ninaachilia moto. Chochote walichokitengeneza kikachomeke, kikachomeke, kikachomeke. In the mighty name of Jesus. Name of Jesus. They have taken our children to be used as sacrifices to lift the altar they want to lift. They were looking for 400 souls so that they can ignite the fire. That's why they sent 400 soldiers to Haiti to represent the 400 years that the children of Israel went into slavery. The same thing was needed here in Kenya, so that they can lift up an altar from today. Whoever that was planning, whatever the arrangement that was, in the mighty name of Jesus Christ, I break down every evil arrangement against our nation. That no blood of a Kenyan, may it be a Kikuyu, a Luo, a Kamba, whoever it is, not even Indian, not even Somalians, that their blood will never be used for advancing or promoting the agenda of the devil. Children are not going to die. Our daughters are not going to die. Our sons are not going to die. The blood of a Kenyan is not going to be sold to India. Any organ of a Kenyan is not going to be used for sacrifices. Kenyans are holy. Kenyans are holy people. And from now henceforth, every demonic satellites, every demonic star, every demonic moon, every demonic sun, from Nimrod, from Constantina, from the Catholics, I cancel it. 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 In the mighty name of Jesus Christ. Open your lips now. Confess freedom now. Confess freedom. Confess freedom. Confess freedom. You are free now. You are free now. You are free. God has chosen you. God has chosen you. God has chosen you for this powerful event. God has chosen you now. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Now you can lay down your all sacrifices. Lay them at the altar. Wherever you are, just put it wherever you are. Just put it there. It is Mahali miungu ya kigeni wameanguka, wamevunjika, Mungu ni mmoja. Oh Ashera, Ashera, oh Dagoni yoyo, mahali miungu ya kigeni wameanguka, wamevunjika, Mungu ni mmoja. Oh Ashera, Ashera, oh Dagoni yoyo,
Thank you Jesus. Father, we glorify you. Ninakuabudu. Hata kukubali kuvunja madhabahu yote ya Freemason, madhabahu ya LGBTQ. Walitaka kubadilisha mbegu zetu. Hear this. I hear God telling me LGBTQ is not only, hold on, it is not only man sleeping with man, but it has a deeper meaning. And the deeper meaning, God is saying that when a man enters the body of another man, he releases a seed that enters into another man's seed. God is saying man is coded. We are all coded. Every one of you has a code. When a man sleeps with another man, the sperm that enters into the seed of the man through the opposite direction, once it enters, it is sent to dismantle the cord that God sees you through. That is why many pastors, God is telling me, many pastors, they have been ordained, but they are gay. Others are lesbians. And when they entered into it, it was like a joke to them. But the day they were slept with, the cord that God used to locate them through, it disappeared. That is why they are financing men to be slept with by men and women to be slept with by women, so that the cord that God uses to see you is destroyed. So once they do that, once they do erase the cord, then the devil will give you a new cord. That is what we call one world order. It is a new code. They cannot be able to give a new code when already you have a code. They have to erase the code to decode you so that they can code you. So it is not just what you are seeing, ati huyu ni mshoga, ati huyu wanalala na huyu. No, it has a deeper strategic plan, and it is in tandem with what is happening with the current situation, because it is being used to make sure that they take the upper hand. When they will come into us, they will be able to destroy you. There are bishops that have been done so, and they are controlling masses, and they have influences across the world. But God amesema amefika mwisho na wao. In a few weeks, few months, Kenya will see one of that bishop. He will be exposed, and not only be exposed, he will go down in an impact that everybody will know indeed Kenya is a holy nation. Amen. God is asking them to repent wherever they are before it strikes on them. Kenya is a holy nation. Amen. Tell your neighbor, Kenya is a holy nation. And it's covered by the blood of Jesus. Amen. 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 Thank you. Go on. As we finish, may God grant you peace. You had come for prayers. God has redeemed you. Whatever the need had brought you, it has been cancelled. Shida yoyote iliyokulete hapa leo, Mungu ananiambia ameiondoa. Aibu yoyote iliyokulete hapa, iwe ni mgonjwa, iwe ni shule, God has redeemed you. You have the will of God upon you. They had planned to chase you away from the school. A hand of mercy
You know what? They stole your pullover. Sweta yako waliiba. Walipoiba kutoka siku hiyo, you are an A student. Right now you are a C student. You are heading to D. Kuna mtoto rafiki yako ambaye alitumwa achukue sweta yako na ikapotea. Mpaka saa hii hujaipata. Hiyo sweta ilienda ikabadilishwa, wakachukua akili zako. Zinatumikanga na huyo mtoto. Ndio sasa huko kwa D na huko ulikuwa A. Sasa ile kitu unafanya ni bangi, unafuta nyingi na ukora mingi na uongo mingi, because this here is empty. Is that true? Yes. Bangi? Yes. Wewe asubuhi ulivuta? Hapana. Shule. Ni shule. Nani anakuleteanga? Rafiki yangu. Rafiki yako. Sweta yako ilipotea. Sawa, funga macho yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, umetuambia umeturegeshea hiyo sweta mahali ilipelekwa kwa kuzimu, kwa mailiminati, na watoto wengine wote katika taifa la Kenya ambao nyota zao zimeibiwa kupitia kwa nguo zao, kupitia kwa vitabu, na kupitia kwa nywele zao, na kupitia kwa kucha zao, na kupitia kwa njia yoyote ile ambao wametumia kuchukua nyota za watoto shuleni, kupitia walimu wanaoshirikiana na wanafunzi. Kutoka sasa naregesa hizo nyota zirudi sasa. It's coming now. It is coming now. It is coming now. Come back. Come it. Get it back. Get it back. The mighty name of Jesus Christ. Get it back. The mighty name of Jesus Christ. I break every covenant, every spirit of witchcraft, every spirit of Illuminati. Bangi zote zitoke. Madawa ya kulevya toka in the mighty name of Jesus Christ. Out. Is free. Karibieni hapa niwaombe. Who is here? The King of Glory is here. Tengeneza moyo wako for the breakthrough now. The King of Glory is here. It is coming now. Oh
Sema hashera yoyo, hashera hoya boni yoyo, mahali Mungu yake wameanguka, wamevunjika. Mungu ni mmoja, wameanguka, wamevunjika. Wamevunjika, Mungu ni mmoja, wameanguka, wamevunjika, wamevunjika. Mungu ni mmoja, wameanguka, wameanguka, wamevunjika. Mungu ni mmoja tu. Wameanguka, wameanguka, wamevunjika. Mungu ni mmoja tu. Wameanguka, wamevunjika. Mungu ni mmoja tu. Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Mwana wa Mungu, Mwana wa Mungu, uliye hai, uliye hai, nirehemu, nirehemu, nibariki, nibariki. kutoka leo Leo nitakutumikia. nitakutumikia. In Jesus name. Thank you. Sema amena. Amen. And now may the grace Of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. on Friday tuko na kesha, restoration kesha, and also on Sunday we have a very special activity that will be done here in this church that will change the whole you. You will never be the same again. What we will do hapa, it will change Kenya. It will change Africa. So I want you to be a partaker, because now from today we have started it. Friday we'll do it, and the third one will be done. When you do the third one, oh, I'm telling you, you will be able to control Africa, and Africa will be controlled from here. Amen. This altar, God ordained it to control such things, how they are happening. We are here to control and make sure everything is working according to God. Amen. And we are canceling. We shall be walking. Some people, we shall be walking around the city, around the installation, around the Jomo Kenyatta airport. All we will be walking, prophetically walking and canceling any communication. There are people who are in Mombasa now. There are people who are in Mount Kenya. There are people in Western Kenya. They are doing a prophetic move to change the infrastructure of Kenya, to prepare the ground for the revival. Amen. It is ready there, and to cancel every communication that is being done to derail. Kenya is not ready for any derailment. And because God has chosen you and your families and your friends
Make sure on Friday you are here with the people that you love, people, your family members. The same thing on Sunday, let us all be here as we mark, put this mark that Kenya, you live to say, Kenya is a holy nation. God has chosen you for this auspicious, wonderful thing that God is about to do in our country. I don't know why God has chosen me. I don't know why God has chosen you. There is always a reason. Because if I look at your faces, nyinyi hamujaokoka vizuri kufanya kitu kwa taifa letu. But God has just looked at it and ameona unastahili. Si upige Bwana, upige Yesu makofi. But in billions in this world, God has just picked you. Amen. Can we remain holy, clean for this function? Amen. And now may the grace Of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you. But you continue praise. Malia.